jamaa yetu anaitwa Satu leo alikuwa na furaha sana, kwani kuna mrembo mmoja alikuwa anahitaji kwenda kuonana naye, na jamaa alikuwa ni afisa wa serikali. Alikuwa anaona endapo akipata huyu mke basi mambo yatakuwa ni bam bam, lakini upande wa pili unakutana na mrembo anaitwa Aati. Leo kipindi ambacho alikuwa anaongea na mama yake, anamueleza bwana mama, mimi sihitaji kabisa kuolewa kwa sasa, ninatamani kufanya mtihani wa PCS, kwani nina uhakika kwa akili nilizonazo nitashinda na kuwa mfanyakazi serikalini. Mama anamueleza binti yangu, hebu acha kumkasilisha baba yako, si unajua hayo mambo hayataki kabisa. Binti anasema bwana, mimi nikienda kuonana na huyo kijana nitahakikisha ninamfanyia majanga mpaka nikatae. Mzee anasema kumbe ndio ilikuwa michezo yako eh? Huyo kijana ndio kijana pekee ambaye niliyemtafuta, na mimi ninafahamu kabisa endapo ukiolewa kwenye hiyo familia basi maisha yako yatakuwa ni mazuri sana. Hata akaenda kuonana na mchizi wetu, akamuuliza wewe unahitaji kuoa mwanamke wa design gani? Satu anadai anahitaji mwanamke ambaye atamfanya kuwa rafiki yake, hahitaji kuwa na mwanamke ambaye atakuwa anamfanisha tu kazi za nyumbani. Mwamba anasema hahitaji kabisa kuwa na ndoa kama wazee wa zamani, yani unambana sana mke wako mpaka anakosa hata uhuru. Basi Bishosti bwana akaona huyu ndio mwanaume ambaye ninayemhitaji. Stori zikawa ni nyingi sana, hatimaye pamoja na vicheko watu hawa mitoko ikawa ni mingi sana, kila mara wakawa wanakutana kuweza kupiga mastori, lakini pia hata tempo wakawa wanaelekea wote. Leo wakati wa jioni baba anamueleza mama, sasa mimi pamoja na kijana wangu tumeelewana, hatutochukua mahali. Msipochukua mahali sasa binti yetu tutamwozesha vipi? Hebu achana na hizo habari, mahali lazima tuweze kuchukua. Kwanza nimeshaona kesho huenda ukatuzingua, nitamwita kaka yangu ndio aweze kuzungumza hivyo, wewe ninahitaji ukae kimya. Wazazi wa binti wanafika, wanaanza kuzungumza kuhusu mahari. Bwana msemaji wa familia ya kijana akasema sisi tunahitaji kiasi cha rupia milioni 1,800,000 kama mahali ya kijana wetu. Familia ya binti wakashtuka, mbona hicho ni kiwango kirefu sana na sisi hatuna uwezo wa kuipata hiyo pesa. Mjomba wake na Satu anasema nyinyi kama hamwezi bwana basi ondokeni, sisi tutamwozesha kijana wetu kwa mwanamke mwingine, kwani Mwamba anadai kuna familia moja ambayo waliahidi wao watatoa mahali rupia milioni 4. Hivyo nyinyi kama mhitaji kuweza kuitoa hiyo milioni 1,800,000, hebu ngoja tuwapigie hawa jamaa waje chap chap tuweze kumaliza hii kazi. Baba wa binti akasema basi jamani, kama ni hivyo mimi niko tayari, nyinyi andaeni siku ya sherehe kufanyika. Jiani yako anamweleza sasa, mjomba wewe umeweza kukubaliana na hicho kiwango kikubwa sana cha pesa, hiyo hela utaitoa wapi? Mshua anasema bwana, mimi nitapambana niweze kukopa, lakini pia kabla sijastaafu nitajitahidi hicho kiwango cha pesa nikilipe, ili mradi tu binti yangu aweze kuolewa kwenye familia nzuri iliyotulia kama hiyo. Binti pamoja na Satu mitoko ikawa ni mingi sana. Leo kipindi ambacho alikuwa anapiga mastori wakati wa jioni, mwanadada anamweleza mshikaji ya kwamba bwana, mimi huwa ninawaza sana, lakini pia ndoto zangu ninahitaji baada ya kufunga ndoa, usiku wetu wa mara ya kwanza, basi mimi pamoja na mume wangu tuweze kulewa chakali. Mchizi akamwambia mwanadada, hebu chagua kidole kimoja baina ya hivi viwili. Mwanadada baada ya kuchagua akamweleza usijali, siku hiyo tutapiga kalinya vya kutosha. Furaha ilikuwa ni kubwa sana. Mwanadada akaona hakika nimepata mwanaume sahihi sana kwenye maisha yangu. Hati leo kipindi ambacho alikuwa anapiga mastori wakati wa jioni, akawa anamweleza hakika dada, mimi nina furaha sana baada ya kumpata huyu mwanaume. Kwanza ni mwanaume ambaye yuko simple sana, lakini pia niko huru kumweleza kila kitu ambacho ninakihitaji, na nikueleze tu siri ya kwamba nimemweleza usiku wa kwanza tupige kalinya na amefanikiwa kuweza kukubali. Dada anasema jamaa yuko romantic sana, mdogo wangu wewe umepata mume. Ghafla mchizi anapiga, dada anasema jamaa na time. Mwamba anamweleza mwanadada, kesho asubuhi na mapema ninahitaji tuweze kukutana tempo, nina bonge moja la surprise ninahitaji kuja kukupatia. Hati anafika, anapokelewa na maua. Upande wa chini alikuwa amejaa mapulizo ya kutosha. Hakika mwanadada tabasamu lilikuwa ni kubwa sana. Mtu huyu akumalizia hapa bwana akamwambia mwanadada, heri ya siku yako ya kuzaliwa. Hati akafurahi sana, lakini muuni akamweleza bwana, nina jambo ambalo ninahitaji kukueleza. Bishosti akamwambia wewe zungumza tu. Mwamba akasema ninatamani sana nikupige busu. Anamsogelea Hati, lakini Bishosti anamweleza haya mambo yote utayafanya baada tu ya ndoa, lakini kwa sasa sitakuruhusu kufanya hivyo. Dada alikuwa na msimamo sana. Mwamba akasema isiwe kesi, akampatia bimdada zawadi na kumweleza hakika ninakupenda, lakini ninatamani hiyo siku iwahi kufika. Kicheko kikawa ni kikubwa sana kwa huyu Bishosti, ikampelekea mpaka Mwamba akaanza kuwaza mambo mengine. Anawaza kama vile tayari walishaingia ndani ya ndoa na hatimaye wamefanikiwa kupata watoto wawili. Satu kipindi ambacho alikuwa anaendelea na maandalizi ya harusi, leo anafika dada yake na Ahati hapa akiwa na furaha sana. Anamweleza hakika ninafurahi sana kukufahamu wewe shemeji. Safari inampeleka mpaka kwa mama yake na Satu. Stori kipindi ambacho zilikuwa zinaendelea, si akaongea, anasema bwana, mdogo wangu ana furaha sana kumpata mwanaume kama huyu, mwanaume ambaye amekubali kumruhusu kuendelea na kazi baada tu ya kufunga ndoa. Mama akashtuka akasema, hii imekuwaje? Ndani ya hii nyumba hakuna mwanamke anayeruhusiwa kwenda kufanya kazi. Ukishaolewa majukumu yako ni kuitunza familia pamoja na mumeo. Dada akashtuka, lakini pia akasema mbona walishakubaliana na Satu? Satu ndio nani
gani ndani ya hii nyumba? Kwanza hata boksa yenyewe anaovaa hajui saizi, mimi ndio huwa ninamnunulia. Sasa kama boksa ninamnunulia, anawezaje kufanya maamuzi bila mimi? Satu pamoja na Ahati walikuwa na furaha sana. Leo ndio ilikuwa ni ile siku ya tukio ambayo mchizi alikuwa anaenda na familia yake kwenda kumchukua mke na hatimaye jambo liweze kufana, ule usiku wa kwanza ambao walikuwa na utamani sana uweze kutimia. Dada yake na Ahati anaingia humo, anamweleza sasa si ni bora tu ungenieleza kwamba ulijiunga kwenye ule mtihani wa PCS. Ahati anasema mimi nilifanya tu kama kupenda, lakini sikuwahi kumwambia mtu yoyote ndani ya hii familia. Rafiki yake anamweleza, nimeona matokeo ya kwamba umefaulu na hivyo unaenda kuwa ofisa wa serikali. Ahati alifurahi sana, akaona bwana, siku hii ya leo ninapata taarifa mbili ambazo ni nzuri sana. Kwanza amefaulu mtihani, lakini pia anaenda kuolewa na mwanaume anayempenda. Akaona jaribu kumpigia mchizi ili ampatie hizi taarifa, lakini mwamba kwa sasa alikuwa yupo katikati ya sherehe kubwa. Ndugu zake kila mmoja alikuwa anacheza katika staili yake, kwani hapa alikuwepo njiani kuelekea nyumbani kwa mwanadada ili kwenda kumchukua, jambo liende kutimia. Dada anamfuata baba na kumweleza hizi taarifa. Anamweleza baba, jitahidi sana hii siku ya leo uweze kuivunja hii ndoa ili mdogo wetu aweze kwenda kuwa ofisa. Baba anamweleza hilo jambo halitawezekana, huyu binti leo lazima aolewe, hiyo kazi ataenda kuifanya baada ya kwenda kufika kwa mume wake. Dada anasema bwana, familia ile hawahitaji binti aweze kufanya kazi yoyote baada ya kuolewa, lakini mzee akaendelea kuwa mbishi. Dada mtu alipambana sana kumshawishi baba, lakini jitihada zake mwisho wa siku zikagonga ukuta. Basi bwana, dada mtu akaona njia pekee ni kwenda kumweleza bibi harusi ya kwamba bwana, ndani ya ile familia endapo tu kitia mguu pale hautoruhusiwa kabisa kwenda kuwa afisa wa serikali. Mdogo wangu, mimi nakushauri usiwe kama mimi wa kukatakata tu vitunguu kwa elimu ulionayo, na hapo ulipofika ni bonge moja la hatua. Ninakushauri ndoa leo ikimbie. Dada anasema basi ngoja nimpigie mume wangu mtarajiwa niweze kumpatia hizi taarifa. Bimdada anamwakia sana, anamweleza bwana, hizo taarifa achana nazo kabisa. Kwa sasa wewe beba mizigo yako uondoke ndani ya hili eneo bwana. Kumbe anko alikuwa anasikiliza kila kitu. Anaingia upande wa ndani, anamuuliza binti yangu, wewe unaamua maamuzi gani? Je, unatamani kwenda kuwa ofisa ama unatamani kuolewa na kwenda kukata vitunguu? Ahati machozi tu alikuwa anamtoka, kwani ni kweli alikuwa anamkubali sana mshikaji, lakini kwa sasa alikuwa yuko njia panda. Bimdada kipindi ambacho alikuwa anatoroka, uso kwa uso anakutana na mama, anamweleza hebu twende upite upande wa huku ili baba yako asije akakuona. Bwana bi mkubwa naye anamsaidia kutoroka. Baba mtu baada ya kuzipata hizi taarifa alichoka sana, akaanza kutembeza kichapo kwa dada mtu akimuuliza, bwana, mdogo wako ameelekea eneo gani? Nyinyi watoto wangu mbona mnataka mnitie kwenye majanga mazito? Baba akawa hana la kufanya. Anko anamweka chini, anamweleza, bwana, sasa sikiliza nikwambie, ili jambo tayari limeshatokea. Kwa sasa inabidi tutafute maneno yoyote ya kuzungumza ili mradi tu aweze kuturudishia mahali ambao tulikuwa tumewapatia. Show yote nitaisimamia mimi. Bwana, washikaji wanawekwa kikangoni. Familia wanasema binti ametoroka baada tu ya kugundua kwamba familia yenu ilitutoza mahali kubwa kiasi cha rupia milioni 2. Hivyo sisi kama familia hatuna la kufanya, bali tu tunahitaji pesa yetu muweze kuirudisha. Anko wake na Satu akawaka sana, anasema mimi siwezi nikarudisha hiyo pesa. Mzozo kakawa ni kakubwa sana baina hizi familia mbili, lakini Satu akatumiwa meseji na mwanadada akaelezwa ukweli mzima. Mchizi akasema bwana, msigombane, hiyo pesa mimi nitalipa. Bwana Satu akaanza kumtafuta Bishosti huku machozi akiwa anamtoka. Amini kwa hiki alichokiona, hakika kwa sasa mwamba anaona walimwengu sio watu wazuri. Mbio mshikaji zinampeleka mpaka nyumbani huku akiwa kavalia mavazi ya harusi. Anamweleza mama yake. Bi mkubwa akawa tu analia. Bi mkubwa ikabidi aende kuuza baadhi ya vitu vya thamani ambavyo alikuwa anamiliki ili kuweza tu kulipa kiwango cha pesa ambacho alikuwa anadaiwa ukweni. Baada ya kulipa bwana, familia hiyo akaruhusiwa kuondoka. Njiani baba akashuka kwenye gari, hakika moyo wake ukawa unaumia sana, analia. Anasema jamani, ni kitu gani ambacho kimeweza kumkuta mwanangu? Mimi nitaweka wapi tena uso wangu? Dada mtu anampigia simu Ati, anamweleza hakika mwamba tumeweza kuvunja sana moyo wake, hebu mpigie simu angalau uweze kumfariji. Baada ya miaka 5 kupita, bimdada kwa sasa hata ngozi yake ilikuwa imenyooka. Hii ikimaanisha kabisa bwana, pesa ilikuwepo. Afisa mmoja wa serikali mwenye heshima yake sana hapa mjini. Hata familia yake kwa sasa bwana walikuwa wanaishi kwa furaha kubwa, kwani bimdada kazi aliyokuwa anafanya bwana ilikuwa na maokoto ya kutosha. Lakini leo anapatiwa taarifa ya kwamba bwana bimdada kwa sasa upo chini ya uchunguzi mzito, kwani inasemekana Bishosti kachukua rushwa kiasi cha rupia milioni 30. Endapo hii kesi ikigundulika ya kwamba ni kweli ana hatia, basi atafukuzwa kazi. Ati akachanganyikiwa, lakini upande wa pili kwa mtaalamu wetu Satu kwa sasa alikuwa ni bonge moja la afisa wa serikali. Anapatiwa taarifa na familia yake ya kwamba bwana yule binti ambaye alitusababishia aibu kitaani kwa sasa yupo chini ya uchunguzi mzito kutokana na rushwa ambayo alikuwa amepokea. Mchizi yeye alikuwa ni hakimu wa wilaya, hivyo akawa ndio mtu ambaye anaichunguza hii kesi. Dada anashangaa sana baada ya kumwona huyu jamaa.
Bwana, kumbe huyu jamaa ndio leo anakuja kunichunguza. Mchizi ya kuongea na mwanadada zaidi tu ya kuingia na majeshi yake humu ndani na kuanza kuvuruga vitu. Yaani mwamba alihakikisha anapekenyua kila sehemu, chana mpaka mito, lakini pia vunja kila kitu mpaka ukuta. Yaani hii yote alikuwa anatafuta ushahidi wa rushwa ambao Ati inasemekana alikuwa amepokea. Ati ya kuamini macho yake leo baada ya kuelekea ofisini anamkuta Mchizi anajaribu kumwita jina la Satu. Jamaa anamweleza bwana, niite kwa jina la Saa. Dada akakaa chini akaanza kujieleza kwa huruma sana, anasema hakika hii kesi mimi nimesingiziwa bwana, siwezi nikafanya mambo kama haya. Jamaa anainuka anamweleza, mimi nitahakikisha mpaka unaelekea gerezani miaka 6 ama unafukuzwa kazi kabisa endapo tu nikigundua ya kwamba umehusika kwa namna moja ama nyingine. Dada anamweleza mdogo wake, labda uende ukajaribu kukutana naye nje na ofisi ukajaribu kumwelezea, huenda akakusaidia. Ati leo anafunga safari mpaka sehemu ambapo alikuwa anaishi Satu. Baada ya kufika bwana Mchizi kaanza kuongea maneno ya dharau sana, anamweleza kwa hiyo kwa kuwa umeniona mimi sasa hivi nina cheo kikubwa ambacho nina uwezo wa kukusaidia ndio umeanza kunishobokea. Unahitaji nini mwanangu, nikupeleke hotelini ama nifunge milango yote pamoja na madirisha ili tuweze kumalizana? Ati anasema bwana, usiongee kwa maneno kama hayo, mimi ni msichana ninayejiamini, lakini pia ni msichana ninayejiheshimu sana. Nimefika hapa ili niweze kukuomba msamaha kwa kile kilichotokea baina yetu miaka 5 iliyopita. Mchizi anasema mimi nishaga sahau kitambo sana, sema tu ninachojutia aibu ambayo wazazi wangu walikutana nayo. Sati anasema hakika kwa kile ulichokifanya miaka 5 iliyopita nitahakikisha na wewe ninakulipiza kama hivyo. Kikao cha leo kilikuwa ni kizito sana, kikampelekea mwanadada kuondoka mbio ndani ya hili eneo huku machozi akiwa anamtoka. Jamaa bwana akaanza kuwafanyia mahojiano wafanyakazi ambao walikuwa wapo katika ofisi ambao bimdada alikuwa anafanyia kazi. Kipindi ambacho uchunguzi huu ulikuwa unaendelea, basi bimdada alikuwa anahitajika kufika ofisini, anakaa upande wa nje. Kila asubuhi alikuwa anahitajika kufika mida ya saa 3 na kuondoka mida ya saa 11 jioni. Chizi yeye alikuwa kila akitoka ofisini basi alikuwa hana time kabisa ya kuongea na bimdada. Bwana jamaa alikuwa anajua sana kulipa kisasi aisee. Yaani Bishosti alikuwa haamini huyu ndio Satu ambaye alikuwa anamfahamu ama ni mwingine. Leo kamvizia wakati wa jioni, kipindi ambacho Mchizi alikuwa yupo na masela wake. Anafika hapa na mueleza nahitaji tuzungumze. Jamaa badala atoke aende kuzungumza naye akaanza kuongea maneno ya dharau sana, asema bwana, katika maisha usije ukamwamini mwanamke na kumweleza kwamba utaishi naye milele. Endapo ukifanya hivyo hakika utakuja kuumia sana. Lakini pia si mnamuona huyu mwanadada, ndio huyu ambaye kiongozi wa serikali aliyepokea rushwa kiasi cha rupia milioni 30. Dada akaondoka kwa hasira akamvizia Mchizi kipindi ambapo yuko chooni. Leo dada aliongea kwa hasira sana, lakini pia uchungu ulikuwa ni mkubwa sana moyoni. Anamweleza mshikaji, ni kwa nini unanifanyia mambo kama haya? Hakika haya kwangu ni mateso mazito sana. Ni heri ukanipeleka gerezani nikaelewa tu moja kwamba ninaenda kutumikia kifungo kuliko kunifanyia mambo kama haya. Hakika mimi sitaweza kuendelea na huu ujinga. Jamaa ikabidi amchukue bimdada kumpeleka Ndichi kwenda kuzungumza naye. Aache akajua huenda mambo yao yakawa yameisha, lakini hapa jamaa bwana mambo yake akawa ni yale. Yaani anamweleza mwanadada maneno ya dharau sana, maneno ya matamanio, maneno ya kumwonyesha mwanadada kama ni mtu rahisi. Anamweleza kwamba wewe twenzetu pale loji twende tukamalizane, kisha kwa kutumia nguvu pamoja na connection nilizonazo nitajitahidi niweze kukusaidia kwenye hii kesi ushinde. Ati akaona huyu jamaa anaendelea tu kumzingua akaondoka kwa hasira sana, lakini pia machozi alikuwa anamtililika. Inakuwaje huyu mwanaume anamuona kama yeye ni mtu rahisi sana? Babake na Ati leo safari inampeleka mpaka nyumbani kwa kina Satu. Anawakuta wazazi wake na kuanza kuwaomba sana msamaha. Anawaeleza, jamani, mimi ninachotaka binti yangu asiende gerezani. Kama ili tukio ni kweli imetokea, basi amsaidie angalau msala umpitie kushoto. Mzee akaenda tena kwa Satu akaenda kumbembeleza sana, lakini pia akampatia hati za nyumba. Anamweleza anaomba sana binti yake asaidiwe. Ati leo safari kampeleka mpaka kwa mtu ambaye inasemekana yeye ndo alimpatia hiyo rushwa. Baada ya kufika hapa akawa anamuuliza ya mambo yakoje. Huyu jamaa anasema wewe pambana tu na hali yako. Sasa kipindi ambacho mazungumzo yalikuwa yanaendelea, bwana Satu kuna mtu ambaye alikuwa akamtuma, alikuwa na rekodi kila kitu na yeye alikuwa anashuhudia. Bwana Mchizi anapiga simu, hebu mkamateni huyo mwanadada, huenda karibu uchunguzi wetu ambao tunaendelea nao. Wakati wa jioni jamaa anafika anamweleza heri ya siku yako ya kuzaliwa. Dada anasema hakika umeniweza, siku yangu muhimu kama hii leo ninaitumia nikiwa gerezani. Leo ndio ilikuwa siku ya kutoa maamuzi yote. Mchizi ana play video ile ambayo bimdada alikuwa kaenda kwa yule jamaa ambaye inasemekana alimpatia rushwa. Hakuamini macho yake baada ya kugundua kwamba mtu ambaye alikuwa ni mfanyakazi wake aliyemwamini sana, kumbe ndiye alikuwa na msaliti. Ndio mtu ambaye alikuwa anachukua mikataba kisha anakuja kumsainisha mwanadada bila ya kutambua, lakini pia ndio yeye mtu ambaye alikuwa akahusika kula hiyo rushwa. Na hata sababu ya Satu kumkamata Ati na kwenda kumweka mahabusu ni baada ya kusikia mazungumzo ya watu hawa wawili ya kwamba wanahitaji kumwangamiza mwanadada kabla ya siku ya kesho. Bishosti ya kuamini macho yake akaona bwana jamaa huenda akawa bado ananipenda.
Basi toka kipindi hicho bwana akaanza kumfuatilia sana mshikaji, anatamani tena penzi lao la tokea mwanzoni liweze kurudi. Jitihada zilikuwa ni nyingi sana, lakini msela akawa anampotezea. Leo akaamua kumtolea uvivu, anamweleza Bishosti, sikiliza, mimi tokea yale majanga unifanyie miaka 5 iliyopita nilikata tamaa kabisa ya kuoa, hivyo wewe cha msingi fata mbanga zako na mimi nitafuata za kwangu. Dada akalia sana, akaona huenda bwana litonge tayari nikawa nimeisha likosa. Lakini siku ya leo, kipindi ambacho alipokuwepo Tempo uso kwa uso anakutana na msela, cha kushangaza kipindi ambacho alikuwa anatoka, Bishosti anamtambulisha kwa msela ambaye inasemekana ya kwamba ni mwanaume ambaye anahitajika kuweza kufunga naye ndoa. Jamaa akashangaa sana. Bimdada baada ya kujichenga akaanza kumweleza msela ya kwamba bwana, huyu bimdada hafai kabisa kuolewa na wewe. Mimi ninaamini ukichukua haya maamuzi ya kumuoa huenda akakuletea majanga kama ambayo alinisababishia mimi miaka 5 iliyopita. Hata anafika anakuta msela akiwa anamsagia sana kunguni, anamchukua anampeleka ndichi, anamweleza ni kwa nini unanifanyia mambo kama haya? Wewe umekataa kufunga ndoa na mimi, nafunga ndoa na mtu mwingine, bado unakuja kumsagia kunguni. Msela anamuuliza unanipenda? Bishosti anasema ni kweli nakupenda, lakini je, uko tayari kunioa? Msela akasema haiwezekani. Bimdada akamweleza basi kama ni hivyo, karibu sana kwenye harusi yangu siku ya tarehe 10. Hati kabla ya kuondoka anamvuta mchizi na kumtandika bonge moja la busu, lile busu ambalo msela miaka 5 yote alikuwa bado anamuomba mwanadada aweze kumpiga busu. Leo kalipata bila hata kutumia nguvu. Sato baada ya kufika nyumbani anakuta wazazi wake wanajiandaa, wanasema bwana, tumealikwa kwenye harusi ya bimdada Ahati. Jamaa anasema bwana, kuna ulazima wa kwenda, simuache tu. Wanasema hata wewe inabidi twende wote ndani ya lile eneo ili twende tukatoe baraka zetu. Baada ya kufika bwana, kila mmoja alikuwa na shamla sana. Mchizi anampigia simu bimdada, anamweleza uko wapi, anamweleza geuka upande wake wa kushoto. Ahati leo alikuwa akapendeza sana. Msela akaanza kukumbuka mapenzi yao huko mwanzoni miaka 5 iliyopita. Tatu anamchukua ndichi, anamweleza hakika bimdada, ninakupenda sana, usije ukanifanyia mchezo kama huu wa kwenda kuolewa na yule msela. Siku hii ya leo ninakuomba ufanye kama yale ambayo uliyafanya miaka 5 iliyopita, yani ukimbie hii harusi na mimi nitafanya juu chini, tuonane tufunge ndoa kwa mara nyingine. Halo, kumbe bwana bimdada muda wote alikuwa anaigiza. Yule mwanaume alisema kwamba anahitaji kumuoa, kumbe alikuwa ni shemeji yake, yani alikuwa ni mume wa dada yake, na anamweleza kwamba hii ni sherehe baina yangu mimi na wewe. Furaha ikawa ni kubwa sana baina ya familia hizi mbili, nasi ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu. Lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.